na sasa ondoka haraka urudi nyumbani kwako, huko ameniwekea kitu. Basi nilianza nikaanza kutetemeka. Kumbuka mama yangu mzazi naye ni marehemu. Basi ghafla nikawa sijamuona tena. Hapo nikatoka nikaenda mbio mpaka nikafika nyumbani. Kufika nyumbani nikajiuliza, naota ama kuna nini hapa katikati? Nikasema haiwezekani, hili swala siwezi kulifumbia macho, ngoja niende moja kwa moja mpaka kwa baba mdogo. Baba mdogo ni yeye ambaye kazaliwa na huyo shangazi pamoja na marehemu baba yangu, wamezaliwa watatu. Nikasema haiwezekani, ngoja niende kwa baba mdogo. Roho nyingine ananiambia kwa usiku huu hapana. Basi nikalala mpaka asubuhi. Asubuhi moja kwa moja nikaenda mpaka kwa baba mdogo, namgongea mlango asubuhi. Baba mdogo baada ya salamu ananiambia kuna shida? Mbona asubuhi sana namna hii? Nikamwambia baba mdogo, naomba nikuambie kitu ambacho nimeona kwa macho yangu na unishauri nifanye nini. Baba mdogo akaniambia, una kitu gani? Nikamwambia kaka yako ambaye ni baba yangu bado yupo hai, hajafa, kachukuliwa na dada yako ambaye ni shangazi yangu kwa njia za utatanishi. Kwa hiyo baba mdogo, nimeona kwa macho yangu. Nikamhadisia jinsi nilivyoona mpaka mwisho. Naomba unishauri baba mdogo nifanye kitu gani? Nakumbuka baba mdogo akaniambia, mwanangu, ukitaka kufa endelea kufuatilia swala hilo. Nikamwambia baba mdogo, mimi nimeona kwa macho yangu, unaniambia nikitaka kufa niendelee kufuatilia vipi? Mimi nataka nijue vipi, kuna nini kwenye kitu hiki? Baba mdogo akaniambia, tena kwangu mimi ndiyo usiniulize tena, utakufa. Endelea kufuatilia.